Katika siku ya 4 ya makabiliano yanayoshuhudiwa katika eneo la Mashariki ya Kati, Israel imetekeleza mashambulizi mapya dhidi ya Iran na vilevile katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Israel pia imevituma vikosi vyake vya ardhini kuingia Lebanon kwa ajili ya kudhibiti maeneo zaidi, na inasema kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kuzuia mashambulizi ya angani ambayo yanalenga raia wanaoishi kwenye eneo la mpakani na Lebanon. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo amedai kwamba operesheni ya kivita ya Marekani ilikuwa inaendelea vyema, ila amesema pia kwamba watu kadhaa ambao serikali yake ilikadiria kwamba wanaweza kumrithi Ayatollah Ali Khamenei wameuawa katika mashambulizi. Amewaeleza wanahabari katika ikulu ya White House kwamba anaamini Iran ingetekeleza mashambulizi kwanza, akiongeza kuwa alishinikiza Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Mambo yanaendelea vizuri kama mnavyoona vyema. Hawana jeshi la wanamaji, limeangushwa. Hawana vikosi vya angani, vimeangushwa. Hawana mfumo wa kutambua makombora angani, umeondolewa. Mfumo wao wa reda umeondolewa. Karibu kila kitu kimefutwa. Tutaona jinsi tutakavyofanya, lakini tunaendelea vizuri sana. Tuna jeshi kubwa na linafanya kazi nzuri sana. Sasa waombolezaji wamekusanyika kusini mwa Iran kwa ajili ya hafla kadhaa za mazishi ya watoto waliouawa katika shambulizi lililolenga shule. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kwamba takriban watu 165 waliuawa, wakiwemo wasichana waliokuwa wanafunzi wa shule na watu wazima ambao walikuwa wafanyikazi shuleni humo. Shambulio hilo lilitekelezwa mjini Minab nchini Iran katika siku ya kwanza ya operesheni hiyo ya Marekani na Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio hata hivyo amesema vikosi vya Marekani haviwezi kulenga shule kimakusudi. Iran imeendelea kulengwa na mashambulizi huku mji mkuu Tehran ukishuhudia mashambulizi kadhaa siku ya Jumanne. Shirika moja la kijamii la kutoa misaada ya kibinadamu limesema kwamba watu 787 wameuawa nchini humo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba Iran lazima ijiandae kwa mashambulizi makali zaidi dhidi yake. Katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati, makombora kadhaa yamerushwa usiku kucha yakilenga Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, huku Iran ikiripotiwa kulengwa na kuharibu makao makuu ya jeshi la angani la Marekani huko Bahrain. Huyo hapa mwandishi wetu Barbara Plett Asha akiwa Doha. Silaha kubwa walionayo Iran ni eneo walilopo kijiografia. Wana uwezo wa kuzusha hasia na kutatiza uchumi wa mataifa jirani, kwa sababu hadi sasa wametatiza usafiri wa anga kwa kulenga viwanja vya ndege, ikiwa wataathiri usafirishaji wa mafuta, na hapo jana walianza kulenga miundombinu ya kusafisha mafuta hayo, basi huenda wakatatiza soko la dunia. Na huo ndio unaonekana kuwa mkakati wao, kuzidisha mashambulizi katika ukanda mzima kwa ajili ya kuweka shinikizo kwa mataifa washirika wa Marekani ili kuilazimu Marekani kusitisha mashambulizi yake. Kwa hivyo tunashuhudia mashambulizi makali yakiendelezwa bila kuwepo kwa uharibifu mkubwa, ila mashambulizi yanayolenga kutatiza uchumi. Sasa ili kuelewa kwa ndani kuhusu mkakati wa Iran, tuungane na mchambuzi wetu Ibrahim Rabi, yuko Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Rabi, kwa mtizamo wako, mkakati huu wa Iran kulenga majirani wake unaweza kufaulu katika kutimiza malengo yake? Nashukuru bwana Rom. Bila shaka ni mkakati mgumu sana, na madhara ya mkakati huu yameanza kuonekana kule Ulaya baada ya jana Qatar kusitisha usafirishaji wa gesi na Saudi Arabia kupunguza usafirishaji wa mafuta baada ya refinery yake moja kushambuliwa. Tumeona kuwa bei ya gesi kwanza Ulaya kwa jana ilipanda juu ya 50%, ambayo leo imezidi zaidi, lakini masoko ya Asia kule yalikuwa juu ya 39% na leo imezidi. Kwa hiyo huu ni mkakati maalum kabisa ambao unaanza kuleta machungu kuanzia mbali. Sasa hivi sasa serikali za Ulaya zina maswali mengi kwa raia wao, kwanza kuwajibu kuwa hiki kimetokea wapi, kwa nini imekuwa hivi. Nadhani ndio mkakati wao mkubwa huo, na huenda ukafanikiwa kwa sababu ni mkakati unaoumiza wengi. Na Rabi, kwa sasa meli hazipiti katika mlango wa Hormuz, na hii imeleta hofu kwamba bei ya mafuta duniani inaweza ikapanda. Je, hii itakuwa na athari gani? Ya kabisa, mfereji wa Hormuz ni moja ya mifereji mikubwa kabisa duniani ambayo inasafirisha kiwango kikubwa. Theluthi moja ya mafuta yanapita pale. Anakusudia kusema kuwa pipa milioni 20 zinapita pale kila siku, lakini ni njia nzuri pia inayosafirisha gesi ya LNG kwa nchi zingine.
hapa nchi zinaathirika moja kwa moja tu. Unaweza kuona kuwa labda unaweza ukahisi labda wazalishaji wakubwa, mfano Iraq anapitisha zaidi ya 85%, lakini ukiangalia kuwa Marekani ndio kawekeza zaidi Iraq, maanake unaweza kuhisi kuwa Marekani ataathirika kwa kiwango gani. Lakini pia hata Saudi Arabia hii njia amekuwa akiitumia kwa zaidi ya 35%. Pia unaweza ukaona kuwa hata UAE pia sasa ni sehemu ambazo ni washirika wa karibu wa Marekani wa kiuchumi na kimkakati, lakini pia wote hawataweza kupitisha hapo. Nimeona taarifa ya Saudi Arabia kuwa wanaangalia njia ya pili, angalau wanaweza kutumia bahari ya pili, kwa sababu Saudi Arabia anakutana na bahari mbili. Kwa hiyo wanaweza wakahamisha kutumia bahari ya pili, lakini bado haina usalama sana, kwa sababu Iran ana washirika wa upande wa pili ambao wanakuwa ni wale Wahouthi, na tuliona kipindi chote cha mzozo wa Gaza walikuwa wameweka mzingiro wa meli. Sasa hatujui kama na hilo watalikubali au wataungana na Irani katika kukwamisha au kulazimisha dunia iwe pamoja. Je, mataifa ya Mashariki ya Kati yana mchango gani, Rabi, katika kumaliza au kuendeleza mzozo huu? Kwa sababu wengi wanaonekana wapo kimya. Bila shaka mataifa haya yalionyesha hilo mwanzoni kabisa, na hata umemsikia waziri wa mambo ya nje wa Omani alilizungumza hata mwanzo wa mzozo kuwa tulikuwa tumefika sehemu nzuri na tulikuwa tuna mazungumzo mazuri ambayo yangeleta suluhu ya diplomasia. Ukiangalia mataifa mengi ya Mashariki ya Kati ambayo yamepitia kwenye mizozo mingi na vurugu nyingi kwa muda mrefu, ni karibu yote hayahitaji mgogoro, na hata hivi sasa wanajaribu kujiepusha sana. Licha ya kuwa unaona kuna mashambulizi ambayo ya Irani kama yamevuka mstari, yamekwenda kwenye maeneo tofauti, lakini bado hawajibu kwa chochote, kwa sababu hawataki kuukuza mzozo huu. Maana yake kuwa ikiwa nchi za Mashariki ya Kati zitaingia kwa upande kuishambulia Iran, zitakuwa upande wa Israel, ambapo lengo la Israel litakuwa limetimia kuhakikisha kuwa nchi zote zinamsaidia yeye. Marekani inasema kwamba iko tayari kuendeleza mashambulizi kwa muda usiojulikana. Hii italeta taswira gani kwa mzozo huu? Kwa kifupi, Rabi. Nadhani ni kauli ambayo Trump anairudia kuisema, lakini pia ni kauli mbili ambazo zinapishana. Wakati anazungumza kauli hiyo anasema kuwa Irani wameomba mazungumzo ambao tumewaambia wamechelewa, lakini juzi alisema wameomba mazungumzo, tuko tayari kuzungumza. Nadhani kauli za Trump mara nyingi zinakuwa ni zile ambazo zinazungumza alafu zinageuka. Tunaweza tusitilie manani sana kusema kuwa anaweza kukaa kwenye vita kwa muda huo, inategemea kama amejiandaa kwa kiwango gani, lakini kama mzozo utabaki hivi, sioni kama vita anaweza kukaa kwa muda mrefu sana, kwa sababu dunia nzima itakuwa inalia pamoja na Irani. Shukran sana Ibrahim Rabi kwa tathmini hiyo ya kina.